Kipindi hewani ni ushuhuda kutoka kanisa la Jesus for Life Ministry lililopo chini ya Askofu Faith Mwita. Tuko Kinyezi mwisho, Kinyezi stendi. Ukifika hapa uliza ukumbi wa Babylon, na katika ukumbi wa Babylon pale ukifika eneo la Songa si mkono wako kulia utaona jengo kubwa lina bati la kijani na madirisha ya vioo, utakuwa umefika. Karibu sana mtumishi wa Mungu, ujitambulishe majina yako na ni kitu gani ambacho Mungu amekuwa amekifanya katika maisha yako toka umekanyaga katika madhabahu ya Jesus for Life. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji Elia Kiando. Kwa majina yangu naitwa Pendo. Ninamshukuru Mungu kwa kukanyaga hii madhabahu. Mungu kanitendea maajabu sana. Nilikuwa na changamoto, Mungu kanitatulia, nimepona. Nilikuwa na shida ya kifua, Mungu kanisaidia, nimepona. Okay, shida hiyo ya kifua ilikuwaje? Kuna msikilizaji na mtazamaji anatamani apate kuelewa vizuri kwa undani. Ilikuwaje kwenye maisha yako na uliponaponaje? Karibu sana. Asante sana. Shida yangu ya kifua, nilikuwa na changamoto ya kupumua. Upande wangu wa kushoto kulikuwa kuna mahali ilikuwa inanibana. Kwa hiyo wakati kinibana napata shida ya kupumua. Namshukuru Mungu aliye juu. Kuna shemeji yangu anaitwa Fredi. Alinichukua, maana nilikuwa sisali hapa mimi. Aliniambia, shemeji, twende pale kanisani kwetu. Mungu wa mahali pale atakujibu. Hayo maombi yako unaoomba kwamba Mungu akuponye atakuponya. Ndipo siku ya Jumapili tuliongozana na shemeji yangu, nikabidi nifike mahali hapa. Cha kwanza nilichomshangaa Mungu baada ya kufika kwenye hii madhabahu ya ajabu. Mungu, yani mchungaji alivyopanda hapa madhabahuni, cha kwanza aliniita mbele. Ndicho nilichoshangaa Mungu cha kwanza. Cha pili nilichoshangaa zaidi, akanambia kwamba mwanangu una shida ya changamoto ya kupumua. Ni kitu ambacho mchungaji nilikuwa sijawahi kuongea naye wala nilikuwa sijui, ndo mara yangu ya kwanza kumuona. Kwa hiyo nilipomwambia ni kweli mama, nina changamoto ya kifua kinanisumbua. Akanambia piga magoti niombe na Mungu atakuponya. Mungu naye muabudu anakuponya. Ndipo nilipopiga magoti akanitamkia, kwa sababu nilikuwa na takriban kama miezi 6 nilikuwa sijalala. Nilikuwa yani sio mchana sio usiku, niko macho muda wote. Akanambia kuanzia sasa utalala vizuri. Hebu subiri kwanza, umesema katika miezi 6 hukuwahi kulala. Yaani ilikuwaje? Yaani maana yake kila siku usiku ulikuwa huwezi kulala au ilikuwaje? Changamoto iliyokuwa inanipata kwamba nilikuwa ukitaka kulala, unajua binadamu mwili unachoka, ukitaka kulala pumzi inakubana. Kwa hiyo kama pumzi ikishakubana huwezi mtu kupata usingizi. Kwa hiyo na maumivu ambayo nilikuwa nasikia ni makali sana. Kwa hiyo ilikuwa inanifanya kwamba nalala nimekaa, yani sifumbi macho kulala, yani unakaa unakesha. Asubuhi kuanzia asubuhi mpaka jioni, na usiku kucha wenzako wanakoroma wamelala, lakini wewe unakuwa uko macho muda wote kwa sababu ya pumzi ambayo nilikuwa navuta inanisumbua. Oh my God, I say. Hongera sana madam. Asante sana. Baada ya mtumishi wa Mungu kuombea, nini kilitokea sasa kwa mara ya kwanza? Namshukuru Mungu sana. Tangu ile siku mchungaji wa mahali hapa alipotamka kwamba utalala kama mtoto mdogo. Tena nakumbuka hilo neno ananiambia utalala kama mtoto mdogo. Nilimtukuza Mungu sana. Niliporudi nyumbani nikafika, nikasema ni kitu ambacho mchungaji kanitamkia, je, kweli naweza nikapona? Nikaenda kukaa kwenye sofa nyumbani sasa. Pale kakaja ka usingizi nikalala. Kwanza ilikuwa saa kwa saa 7 au saa 8. Nimelala nikuja kuamshwa saa 12 jioni. Kwa nilipoamshwa nikaanza nikashtuka. Mimi nimepata usingizi leo kwa takriban miezi 6 nilikuwa silali. Nimepata usingizi leo. Nikakumbuka lile neno mchungaji aliponiambia nitalala kama mtoto mdogo. Nashukuru Mungu, tangu ile siku mchungaji alipotamka tu nikaa mzima mpaka sasa, namtukuza Mungu kwa neema. Oh, amen. Amina. Hongera sana Pendo Patrick. Asante sana. Pendo, una neno gani kwa watazamaji wanaotufuatilia na msikilizaji na yoyote ambaye popote pale alipo anatufuatilia katika channel yetu? Asante sana mtangazaji. Mimi ambacho naweza nikawaambia ndugu zangu, binadamu wenzangu, hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Hakuna kinachoshindikana kwa Mungu, na ukiamini kwamba mimi Mungu uliniumba mwenyewe na pumzi ulinipulizia wewe. Hapa mimi kwa akili yangu nimeshindwa, sasa na kuachia wewe. Mungu mwenyewe anakuponya kwa sababu alikuumba, atakuponya, atakuweka huru na utakuwa sawa kama mimi ninavyomtukuza Mungu sasa. Utakuwa sawa kama mimi ninavyomtukuza Mungu. Ni maneno ya Pendo Patrick.
Ninakusihi sana ndugu mtazamaji unayetufuatilia, kanisa letu linapatikana Tabata, Dar es Salaam, Kinyerezi stendi mwisho. Ukifika hapo ulizia ukumbi wa Babylon. Mkono wako wa kulia katika eneo la Songa, si utaona kanisa kubwa lina bati la kijani na madirisha ya vioo, na mchungaji anaitwa Askofu Faith Mwita Ngoto. Mungu anamtumia katika miujiza, ishara na maajabu, akifundisha neno la Mungu la kweli ili watu wapate kumjua Mungu na watoke katika nguvu ya dhambi. Endelea kutufuatilia. Hii ni sehemu ya kwanza kabisa ya kipindi cha ushuhuda kati yangu mimi pamoja na Pendo Patrick. Tukutane wakati mwingine, ana mengi ya kukushuhudia toka amekanyaga hii madhabahu, namna gani Mungu amekuwa akimfungua. Asanteni sana na Mungu awabariki. Amen.